kwa ajili ya simu fulani ambayo imepotea. Ya, na wewe ndiye amepatikana. Wakati mwingine mkikuja mnanijulisha ama mzee, unajua naongea vitu hazieleweki. Tunakujulisha sisi tunajuana na wewe. Tunakujulisha sisi tunajua ni nani. Hii lazima sisi tuwapatie mwongozo wa hapa chini ndio mkikuja mnajua mnatafuta nani. Mzee, sisi tunakuanga kazi, tunajua ile kazi tunafanya. Ndio maana tumekuja tumefuata track. Sawa? Tungekutafuta wewe sababu hatukujui na hatujui mahali unaishi. Basi sasa nataka na tuko na time ya kuuliza mahali mzee wa kijiji nani kwa hii area. Na sisi tumefuata nini venye. Wewe ongea pia mzee ile kitu unaelewa pia wewe. Sisi tuko kazi. Tufanye hivi. Sisi wote tuko kwa ground kwa sababu ya serikali, siwezi zuia kazi yenu. Ijapokuwa wakati mwingine mnaweza tumia serikali ya chini at least ku identify watu kama hawa, sababu hata sisi hatutawapenda katika kijiji chetu. So wewe umesema unajua mzee, unaweza tupeleka huko kwa sababu sasa kama anasema twende tuone. Kama kijana na kubali najua mahali kwao, mimi sina shida kwa sababu siwezi pita boundaries. Na mzee kwamba uwezi pita boundaries. Sasa ametoka huku kwako, so umesema huku ni kwako. Na tumemshikia kwako. Sheria yenyewe unasema si tunatoka na wewe tunaenda mpaka ngambo hiyo. Umwambie umemshika. Tuna uhuru wa kutembea. So kama alikuwa amekuja sehemu zangu na mimi sijui, mimi nimewaambia mna uhuru wa kufanya kazi. Nilitaka kujua ni kitu gani kinaendelea. Unajua mzee, sio unajua sheria. Na umezungumza vizuri kwamba wewe ni mzee wa huku mtaa. Na huyu ametaja tayari kuna sehemu hiyo nyingine. Ni vizuri kama tungetoka na wewe hapa, tuondoke na wewe mpaka kule. Uende umwambie huyu kijana amepatikana kwako. Si ni hivyo? Sababu tumemshikia area yako. Sasa ukisema tukuache, tutasema sisi tumempata wapi? Na yeye tayari mzee, si useme tumempata hapa. Si umejua. Sasa chenye mimi kufanya kazi iwe rahisi, mimi nitapigia mzee wa mtaa sehemu yake sababu namjua, basi awangoje mmalizane naye. Mimi sehemu hii siwezi fanya. Mzee pia anajichanganya huyo. Wewe hata unajichanganya wewe. Ujile kitu unaongea mzee. Wewe tumeshikia kwa boma yako. Fande twende. Sisi tengile kazi tunafanya hapa. So umesema baba yako ni mzee wa mtaa pia? Ndio. Anafanya kazi na kulinda watu na wewe pia unakuwa mwizi. Waje ukoro kokoto. Hana afande. Ile nakwanga nimekushimu kokoto. Wewe ni mtu unajulikana. Akakwambia sasa wewe ukae na simu wakati simu ni ya wizi imeibiwa. Hata simu si ya wizi, simu yake na makosa. Ukora ndio mega mingi. Sasa ukora ni nini? Bado mimi sikujua. Na akitoka hakusema anaenda wapi? Wewe ni mtu unajulikana. Alisema tu ameenda kukuambia ni wapi anaenda. Kutoka tu. Okay. Kwanza inafaa uko unatembelea kwa matope, si unatembelea afanye inafaa tembelee huko. Wewe inafaa utembelee kwa matope. Hapa juu. Kuna mali nimeshanipeleka kotini nikapatikana na hatia. Hamtaki kunipeleka kotini, hamtaki kunibuku, mnanizungusha tu kila mara. Kaa kiburi na nini? Sasa mimi niko nasema hivi maofisa. Mimi ningependa hivi sababu huyo msichana amekuwa hapa na aliondoka. Amekuwa hapa siku gani? Alikuwa hapa juzi na ameshaenda. Na kama alichukua kitu yenye mnasema inaitwa nini? Ni laptop? Laptop inakaaje? Laptop ni kifaa tu ambacho laptop ni kitu kubwa tu, si kitu kidogo. Kama ng'ombe. Hapana mzee. Laptop tu hii ambayo tunafanyia kazi. Sijui nitakuelezea aje. Hiyo laptop tu ni kama kuna kitu wote umeona tu ni kikubwa tu, ni kama tablet lakini ni laptop. Tablet sinakuwa dawa. Hapana. Afande tutamuelezea aje? Mzee na yeye namna gani bwana? Mzee, unajui laptop wewe? Mimi sijui laptop. Ni kompyuta vile anakuelezea ambayo kitu yenye anashikia maneno kama simu na ni kubwa ya hiyo. Sasa hiyo vitu hiyo kama mngekuja mngeuliza nini? Unajua msichana ni wa baba na kijana ni wa mama. Sasa bila msichana alikuja mngeniuliza mimi, alafu mimi niona kama nimwambia kama alinipea. Na sasa nyinyi mnakuja tu kwangu na maneno mengi tu. Sasa labda wacha niangalie kwa nyumba kama iko hiyo kitu alinipea vitu nikaweka. Wacha nilete nione kama ni hiyo. Mzee, sasa unajua ile wakati tumekuja hapa tukukupata. Tumepata mama na msichana. Sasa mngeuliza mama polepole labda mama. Hata tumekuja na ubaya mzee. Mama naye amekuwa mkali na tumekuja sisi tumekuja mama ametoka huko na kiburi, amekuja kama ameshakuwa mkali na anaongea juu. Na wewe unajua kawaida wa mama hatukukuwa na njia nyingine mibaki ni kumsikiza tu. Sababu wakati tunamuelezea hajataka kutusikia. Sasa sisi tumeshindwa tutamuelezea namna gani? Ndio sasa tukaanza kumuelezea bado haelewi. Sasa unajua tungekupata wenda tungekuwa na hii mambo mingi. So kama unaweza sema iko basi tuletee. Ninyi bado vijana na mko kwa dunia hii, bado mnaishi siku nyingi. Ukienda kwa boma hata mama akikuja juu. Si nyinyi mlifundishwa jinsi
ya kudili na mambo kama na hatujakuja juu mzee, tujakuja juu hata tukuja na ubaya. Sisi tumemuongelesha tu, yeye hajataka kusikia, anauliza yeye kijana wake ni mzuri. Nikamuuliza, sisi tujakuja hapa tukiwa wazimu, tumetrack simu na mwenye tumepata naye ni na hata kijana hata tuseme ni mzuri, kwa sababu yeye hata alituambia vikweli.